Na miaka 54 alipouawa. Ulikuwa wapi wakati ulipopewa taarifa kwamba amepigwa risasi? Nataka kulijua hilo. Siku ile ilikuwa mkwe wangu amejifungua hapa jengo hili. Jengo hili hapa? Hilo kubwa. Kwa sababu ndo alikuwa kwa mzee hapa. Nimekuwa heri nimekuja ndo jengo hili. Basi alijifungua akaja nyumbani, nikawa naye pale hapa nyumbani. Lakini mimi kwetu ni mzaliwa wa shamba huko mlikotaka kuja. Sasa kule aliniambia, hebu tafuta nafasi hapa tujenge nyumba ambayo si ya kileo lakini ya familia ya wakati ule. Basi nikawa na fundi kule kupeleka fundi. Kuleta fundi hapa? Kupeleka pesa za fundi kule kwetu huko. Hiyo siku hiyo, usiotaka hiyo siku. Tarehe 7. Lakini yeye tuliagana kwamba jioni mwenyewe anakwenda zake makao makuu kucheza dhumna. Akipenda sana kucheza dhumna. Na ilikuwa mara nyingi jioni hutoka akazunguka mote huu. Na mie usingine wasema, wacha niende nichukue vijukuu vidogo. Kijukuu kimoja huyu mnamuita shangazi Fatma. Sijui kama mnamkumbuka. Fatma huyu? Fatuma Karume wa Dar es Salaam. Ndio. Huyu mwanasheria. Mwanasheria. Kina kama matata sana kama wewe naye. Sasa mkituambia matata, sema mtuambie ni kwamba mna akili, mna maarifa, na tutafurahi. Uko na Fatma? Tuko na Fatma kidogo na ana mdogo wake tamgena na mimi na kidogo vidogo. Pengine hata picha mkitaka nitawaonesha. Sawa, tutatizama picha. Basi Fatma ana kama miaka 3 sasa wakati huo. 72. Atakuwa kama miaka 3 au miaka 4 pengine atapata kisia hapo. Basi wakati ule mimi nakwenda zangu shamba, tukaacha hapo na kulipa pesa za mafundi kule shamba. Sasa kurudi nikakuta magari mengi. Nikakuta gari moja ya Volkswagen. Ikatupita pale sehemu moja inaitwa Maruhubi. Maruhubi kama unaingia kutoka Bubu. Maruhubi. Katupita pale Mimi nilikuwa ndani ya ile gari, kulikuwa na kijana wangu mtu wa mambo yenu haya ya usalama, mwanamume. Kwa sababu walikuwa wengi wanaume. Ndio akitusaidia. Kulikuwa anasaidia lakini walikuwa haja wanawake kama sasa tulivyo. Tuna mwanamume anaitwa Ali. Kwa mbele. Nikamuuliza Ali, mbona tumekutana na gari Volkswagen na kwenda kumbia na nini? Alafu tunaona na baskeli watu wengi kama wanakimbia vile. Tunaingia sehemu gani ya kuingia tena Kinazini tunaita. Kamuuliza mtu mmoja, hebu simama. Dereva ngambia hebu simama. Yuko dereva askari. Ngambia hebu simama tumuulize, kuna nini huko? Akasema kunalia bunduki sehemu za makao makuu. Watu wanakimbia. Mimi nikamwambia Ali, miuti ni hiyo. Nikatumia lugha ambayo si rahisi kujua upesi mtu. Na ni lugha finyu kwa mambo ya vita. Simafahamu kabisa. Miuti ni hiyo. Basi ukaanza kupata mashaka wapo sikupata mashaka makubwa. Lakini nishakwambia miuti najua kama ni askari wameasi. Nikamwambia tusipite. Tunaingia pale Kinazini, kuna njia kuja Darajani na njia kuja Mombelado. Nikamwambia tupite nje Mombelado. Nje Mombelado tunafika hapa. Kuna nini? Tukaingia ndani. Kuingia ndani
Akaja mdogo wangu mwanamume kachoka, maskini alikuwa akifanya kazi ya immigration. Kaja pale kachoka, kanambia dada shemegi, kuniambia mwanzo. Nikasema kuna nini huko? Nikapiga simu kwa kamishna wa polisi ambaye kamishna wa polisi alikuwa Kisasi. Eddington Kisasi. Eddington Kisasi. Nikapiga simu kwake, kuna nini? Mbona naona maskari huko, kabla ndugu yangu bado hajaja. Akapokea mke wake, mama Kisasi, mwenzangu tunafanya kazi pamoja na mambo yetu tunafanya pamoja. Akanambia katoka. Kenda wapi? Akanambia katoka kwa sababu ndio atosema kwa sababu kumepita matatizo makao makuu, kwa hivyo kaenda huko Kisiwandui. Kisiwandui. Muhammad yule bwana yule alicheza zumna pale, alicheza zumna yeye Amri Thabiti Kombo na shekhe wetu mzee bwana nani yule majina, lakini watu watatu wako pale. Muhammad, kuna pita nini ya Rabbil Alamin? Hapo bado hujapata wasiwasi? Sasa wasiwasi napata, kuna nini? Wasiwasi wa mutiny tu mimi. Askari wameasi. Kwa sababu ilipata kutokea Dar es Salaam kwa Nyerere. Basi karudi. Nafika nyumbani, ndugu yangu yeye mwanamume akanambia dada, unaona gari ya shemegi imepelekwa Ikulu lakini ndani yake hayumo. Nikamwambia sijapata wasiwasi. Kama kushaingia balaa huko, hawawezi kumtoa tena, hawa na gari ile ile. Kwa sababu najua mambo ya kazi za kawaida. Ngamba hawezi kumtoa kwenye gari ile, atakuwa amempeleka gari nyingine huyo tena, hiyo amerudisha nyumbani. Haya tusubiri. Kapigia simu watoto. Ali, Amani walikuwa kwenye jeshi hao. Kasana wapiga, watoto wenyewe uko vipi? Mbona kuna hili na hili? Akaniambia, wewe usishughulike, sisi tunajua baba wapi yupo. Hayo unasikia yote, tulia wewe. Na sisi tunajua, tumeshapata habari, tunajua baba wapi yupo. Haya. Lakini sishakuwa tena siko sawa. Tulia sasa. Nikapiga tena simu kwa Kisasi. Sikumpata Kisasi. Kampata mama Kisasi. Kanambia, mzee kanambia kwamba kumepata matatizo, mzee yuko hospitali. Nikaona labda kapigwa pahala huyu, kakimbizwa hospitali. Mnazi Mmoja. Hadithi hii naitoa, lakini kama mnaweza kuitangaza itangazeni. Kwa sababu wengi wanakuja hapa kuambia neno, wanaogopa kuyatangaza. Sasa kwa nini mnakuja? Haya ni mambo ya wazi, kama muongo si muongo mie. Watu wakuja kusuta, wajanisute mimi. Sawa. Au vipi? Kabisa. Nasema hapana. Mimi saizi lazima niende hospitali. Huyo kijana wangu nilikuwa naye nilifuatana naye akanikataza, ndio kama hawa vijana. Hapana, mimi usitoke. Nikamwambia hapana. Nchi imeshakuwa kimya. Nikamwambia nitavaa buibui la Kiswahili, hili ninalo langu la miaka iliyopita. Nikavaa buibui, nikatia zoro, nikamwambia tupite huku nyuma taratibu polepole. Unatembea kwa miguu? Kwa miguu. Tuko hapa si mbali na hospitali. Hapa Mnazi Mmoja. Hospitali ya Mnazi Mmoja. Ndio polepole nchi ishakuwa imetulia. Hakuna hata mtu njiani tena. Tunaingia, kuna mlango pale wa kwenda ngome hospitali ya wanaita Mapinduzi mpya. Hivi leo nasika kwamba imeshavunjwa, I don't know, lakini huo mlango upo. Kama yuko mtu anajua hii nchi ya hapa atajua pale kulikuwa na mlango. Kuna Mapinduzi mpya. Kufika pale tukakuta askari wamekuwa alert. Watu wanabunduki kama 20 hivi. Wamekaa kuzuia pale mtu asiingie kwenye hospitali ndani.
lakini thank God mimi na mwanangu mle anaitwa Haji Mrisho. Bahati alikuwepo pale katika ile shughuli ile, akaniona na buibui, akakutambua, akanitambua, akawaambia wenzio, akamwambia mama huyo, wakasimama wote, wakatoa saluti wakanipitisha, nikaingia ndani through kwenye chumba, nikakuta mtu kalala kwenye stretch kisha kufa pembeni, kwenye mlango kama hivi pembeni. Kuna mtu, mimi nimeingia kama vurumai tu, kaingia ndani, kuta kwenye kitanda, nikamkuta bwa mkubwa kalala pale keshafunikwa. Lakini ile hamu yangu kama ingekuwa hivi leo kuna hizi picha zenu na nini, ingekuwa inaoneshwa. Nikamfunua kwa kweli, nikababaika, kaona kupatia kichwani, namkamata, sina akili. Sasa waliokuwa pale watu wengine, hakuna watu wengi hospitali, alikuwako nani matron wa hospitali. Kuna watu wengine pale wakamwambia nenda kamuondoshe mama, kwa sababu kuna watu kule. Mimi ingia kama umeingia tu mwenyewe bahati, si nimekwenda bahati na yule mwanangu akaniruhusu, hakuruhusu mtu sikishaiti kule, hawendi tu, shafunga kule hospitali. Akaambiwa matron nenda kamuondoshe baba Fatuma. Akasema siwezi kwenda kumuondosha baba Fatuma. Hao wenyewe kwa wenyewe wakasema nendeni, daktari waliokuwako pale wazamu walioshuhudia, akasema muachieni afanye anavyo. Maana tukamtoe, maana anagaragara na maiti, sijui umefahamu Waswahili tulivyo tena. Akatoka mmoja akasema unalia sasa hapo sana. Unalia mwenyewe. Sina akili. Sio kweli, sikuwa na akili. Lakini najua ndio nilotokea. Wakaja pale, sikutoka. Wakataka kutoka, akasema stop. Siwezi kusema kutoka. Daktari akasema mwacheni. Basi mimi nalia tu, namkanda, nalia. Ali na Amani walifurishwa jeshi. Sasa wao huko ndo analetwa sasa na nguo za kijeshi. Wamefanya kazi za jeshi, wamefundishwa jeshi. Hawa wanakuja na nguo za kijeshi, wakapita pale, wakaingia. Mtu wa mwanzo rais mstaafu Amani kanikamata hivi ndio. Sasa hivi kama machozi anaanza kunilenga kwa sababu ni kitu kizito kwangu, mpaka na mimi nitakufa. Akaniambia umeniona mimi? Nikamwambia nimekuona. Unanijua mimi? Nikamwambia nakujua. Akaniambia huyu katengenezwa mauti na mauti yashamfika, basi nakwambia uondoke twenzetu. Ndio nilipotoka, ndio fahamu zinarudi sasa. Nikaja zangu nyumbani, kakaa. Basi akapita yaliyopita tena, tukafika na maziko, tukamalizia hapo. Ndiyo hadithi yangu ya niloifanya hiyo. Kwa hiyo baada ya kutoka hospitali sasa, walikuja watu wakakuambia kitu gani kimetokea? Nimetoka hospitali, kaja zangu nyumbani pale na jamaa zangu, watu zangu wako. Ndio taarifa zimeshaanza kuenea sasa. Hakuna kelele kwa sababu kushakuwa kama curfew. Hakuna mtu. Kaja pale karibu watu wangu walikuwa karibu, wakaletwa na magari. Sasa tuna nini? Asubuhi ndo wakaja. Kusema kweli sitaki kuwataja kwa jina kwa sababu muda ushapita, haina haja. Wakaja watu wa jeshi ambao watu wake memba wenziwe, wakaniambia kuja kuleta taarifa kwa mzee ameuliwa. Kwa hivyo
Nikauliza ilikuwaje? Akasema lakini sisi tulipata lugha niloipata kwa hao sio hawa. Sijui kama nielewa. Hao zamani wakati huo ananiambia sisi tulipata taarifa hii na kuna kitu kimeibiwa kule na hivi na hivi, tukamwambia mzee, lakini mzee akasema hamna maana yote. Sikia acha tu. Nikawaambia sasa. Hapo ndio nilikuwa napata kamie. Kama yeye alikuja kumwambia kwamba kutatokea neno fulani fulani ambalo neno hili tutakuwa pengine linadhara na wewe. Pala fulani usifanye lakini yule mkuu wa nchi ana watu wake. Ana watu wa kumlinda nje na ndani. Na mambo haya yalipopita kuna wengine wamepigwa na wako hospitali. Kwa sababu Mzee Thabiti Kombo pia alipigwa, kalazwa hospitali. Kuna kijana wake alikuwa anamlinda akapigwa kakaa miezi 6 hospitali. Lakini hapo naambia watu wagonjwa wengine wamepigwa. Haya marisasi ya kumpata yetu, amepata mtu mwingine. Lakini je, swali nikiwauliza, nauliza hao, nataka hadithi hiyo mnakuja kuitafuta. Nyinyi mmoja kutafuta hadithi hapa. Wametafuta kitu gani? Hadithi. Hadithi. Nikawaambia, je, mlichukua hatua gani ya mkubwa wenu wa nchi ambayo kule kushatokea zimeibiwa risasi, hamjui kaiba nani na nini, mlichukua hatua gani ya kumfanya ambaye akatulia mpaka mkajua yeye hatua? Nothing. Sikupata hadithi hiyo. Basi tukazika. Sio kama tukazika. Tukazika kwa haraka, sitaki kusema mengi tena. Akaja mwalimu hapa. Mwalimu Nyerere. Mwenzio alikuwa. Alikuwa makamu wake. Akazika. Akaondoka. Kenda zake. Akakaa baada ya wiki. Akaja. Akanifuata. Kuja kuniaidhi. Kuona hali yangu itakuwa niko vipi. Tumekaa nikamuuliza swala hilo. Wao hawa wanasema kwamba waliona kuna mtu kaiba huko risasi na mtu katoka na bunduki au whatever. Hali utajua kwa hali sio nzuri. Kwa nini kwa nini hawakuchukua hatua ya mkubwa wao? Kulikuwa na nini? Mwalimu akaniambia umenituma na nitauliza. Lakini bahati mbaya mpaka leo halikutokea jibu. Kwa hivyo naona na wao walikuwa hawajui wamekuwa pengine neno limetengenezwa zito zaidi ya wao labda. Basi tukafikia hapo, tukamshirikiza Mzee Karume, tukawa mimi mjane wa Mzee Karume kutoka siku hiyo. Pole sana. Na unaona kama jana hivi ile picha huwa inajirudia kila mara kwa mara. Kwani isirudie kila mara kwa mara? Narudia kila mara kwa mara. Hata mtu akikufanyia jema la furaha utakuwa na furaha. Sikwambie kama jambo kama hilo. Kwa sababu hakuna siku, mfano mdogo tu. Mzee Karume kuna wakati alifanya mikutano, sijui kama kwa maskara yake au kwa kweli tu. Sasa jamani, nafikiri sasa mnamuuliza nani? Wote waliokuwa kwa ushakufa na waliopo hapa hawana memories. Sasa jamani, kati ya sisi akiondoka basi akiacha mke huko nyuma mumstiri, watu wanacheka kwa wakati huo. Hadi sasa alikuwa anasema, lakini alikuwa anajulikana mtu wa masiara sana. Hata mimi pia kanifundisha masiara, mtu wa masiara sana maskini. Kwa sababu unapokaa watu mkitaka kufurahi hamwezi kwa kila saa mko shughuli. Lazima mwe na furaha, mfurahie. Hata mume wako anambia babu leo ile shati uliovaa hujapendeza. Hebu valia shati hili. Unafahamu hivyo? Mnacheka. Kwani mimi ndio nilolipa? Mimi sijalipenda hilo. Sasa ndio na furaha.
Nilikuwa nimeshakaa muda mrefu. Amekuwa ulikuwa bado mdogo, sio 15. Sana. Na akaondolewa ghafla maisha ni mwako. Sana. Maisha yalikuwaje? Ilikuwa magumu kidogo. Ilikuwa maisha magumu kidogo. Kwanza wanasema ikiwa nyumba umeizoea, maisha magumu sana atakuwa. Tulikaa na wenye nchi tena kwa muda fulani, nao wakapumzika. Lakini Nyerere alipata mazungumzo na mwenziwe. Haina haja kuyazungumza hayo. Yeye alijaribu, kwa sababu kumsaidia mtu si kumpa pesa. Kusaidia mtu sio kumpa shamba. Kusaidia mtu si kumpa mali au kitu chochote. Kumsaidia mtu kumpa furaha. Nyerere alijaribu sana kuniweka katika pahala na watoto wangu ili tufarijike. Hilo lilitusaidia sana. Na nadhani ukarimu wetu tulokuwa nao, hata yule bwana alipougua Ulaya, mara yake ya mwisho, basi mimi nilikwenda London. Mtoto wangu aliambia, mama, lazima uende London ukamuone. Wakati uko St. Thomas pale? St. Thomas. Na kuanisha hiyo kidogo tena. Maana lazima ukitunga ushanga tena. Na kile cha kung'arang'ara, watu waone kinang'ara. Tulikwenda pale. Wakati ule wa Mkapa, Mkapa alifanya safari. Mkapa. Na wakati huo tena huyu rais mstaafu alikuwa waziri. Ndio. Mkapa akaenda safari. Na safari akamchukua huyu. Waliporudi London, waliporudi safari si Marekani, si wapi sijui. Wakasa tupitie kwa mwenyewe mkubwa katika kumchukua, na huyu alimchukua naye pale. Wakamuona. Walipomuona wakamuona hali yake sio nzuri. Akarudi akaniambia, bwana mdogo wangu tani kumuona. Lakini mzee hali yake si nzuri. Kwa sababu hasemi, lakini alipotuona sisi alivyoeleza tu alismile tu, hakusema lolote wala macho hakufungua. Bwana mdogo wangu ananiambia, kwa hivyo ina maana bora wewe uende na wewe ukayaone, ukamwage, sababu yuko mbali. Kenda kwa Mkapa akasema, sasa hivi kuna ndege gani KLM? Haya, kakatwa tikiti. Siku huona na mjukuu wangu, Mkapa mjukuu wangu, peleke bibi yako. Akanipeleka London. Nani alipeleka mjukuu gani? Shinuna. Mjukuu wangu anaitwa Shinuna. Nafikiri namkumbuka. Unamjua Shinuna? Namjua. Kimechangamka nacho kile. Sasa si wote wametoka kwako wala? Shinuna. Kapata tiketi zetu London. Tukakaa tukafika London asubuhi yake kwa kweli tukamkuta pale na Mama Maria na Makongoro ndo waliokuwa wako pale. Maria na Makongoro wakafurahi sana kwa sababu mimi ndo mama, kwa sababu niko familia pale. Tukawa mimi na Mama Maria na Makongoro na wengine, lakini sisi ndo tuko pale. Basi katokezea tena nafasi, wakatuletea habari kwamba sasa muda umefika tutoe mashine hii mzee wetu. Kwa muda mrefu. Mnasemaje kina mama? Makongoro akaja kutuambia sisi pale, tupata habari tufanye hili na hili. Cha Maria kusema kitu maskini. Mimi nikamuuliza, nikamwambia, umempelekea habari anayejua kwa mkubwa wetu? Manake Mkapa ndiye alikuwa karibu sana. Anajua habari, sana anajua. Basi ambia kama serikali inajua na familia ishakubali, na sisi kina mama alikuwa tukatae, tunafuata yaliyotokea. Kwa hivyo mimi nikaa na maiti ya yule bwana mpaka nikaifikisha miti. Tupo mwaka wa mbele.
Washika.